Aliyeruhusiwa kuwa na upendo au mwenye macho ya kuona, aliyejazwa pendo kwenye moyo wake ni mwanaume. Mwanaume anaona, mwanaume anapenda, mwanaume anachumbia, mwanaume anakwenda kutongoza. Hayo mahusiano ndiyo yanakwenda kuwa yenye afya katika maisha ya ndoa na katika mahusiano ya kawaida. Leo hii mabinti wameyageuza. Lakini pia mabinti wengi wanadiriki hata kufosi kuolewa. Mtu analazimisha ndoa, kijana anakuwa hana utayari, lakini yeye binti anaona sasa ni sehemu sahihi yeye ya kuingia pale. Hapo ndipo natokea hatua sasa mpaka binti anachukua pesa zake za mfukoni, anampa kijana aende akamtolee mahali. Mabinti wengi wanajitolea mahali, ili utafiti nimeufanya, na utafiti huu ni wa uhakika kwamba mabinti wanachochea mapenzi. Mwingine anaweza kaenda akahangaika mpaka akaolewa, lakini hiyo ndoa inakwenda kuwa ni shubiri. Ndoa hiyo haiwezi kwenda kudumu kwa sababu yule anayetakiwa kusimama kwenye nafasi yake kama kichwa cha familia anakuwa mkia na binti anakuwa kichwa. Unapochukua jukumu la kuchukua fedha zako na kumuongezea mwanaume au kumpa mwanaume aende akakutolee mahali, ina maana hapo wewe umeshauharibu mpango wa Mungu. Tuache mihemko. Wasichana, vijana, mabinti, mna mihemko. Mnageuza mambo kushoto kwenda kulia bila kuangalia athari za baadaye. Mungu aliumba kitu hiki, yeye ana makusudio. Ndio maana alimpa nguvu Adamu, akamfanya kuwa mtawala, akamtoa Eva kuwa bavuni kwake kuwa kama msaidizi. Mwanaume ndio anapasa kwenda kumapproach au kwenda kutongoza, sio wewe binti. Ukiyatambua hayo kama mzazi, itakusaidia kumlinda na kumtengeneza na kumwelimisha kijana au binti kabla hajaingia katika anguko hili. Maana imekuwa ni desturi katika karne hii ya 21 na ndoa nyingi, mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu yuko mmoja ambaye anachochea mapenzi. Mzazi, mlinde mtoto wako, mfuatilie katika ukuaji wake mpaka anapofikia hatua sasa ameshakuwa mtu mzima, ili anapokwenda kuanza maisha yake ya ndoa isije ikaleta aibu kwa familia. Mimi Mrs. Kidogo ni mwalimu wa ndoa, mahusiano pamoja na malezi. Nawapenda sana. Tukutane tena wiki ijayo kwenye kipindi kingine yenye somo zuri kabisa. Unyago sio kiuno.